yako, hayo matamanio yako yafuate sheria za dini. Usiwe katika wale ambao wamefanya matamanio kuwa ni Mungu. In wafaka al-amru al-mashru' hawahu fa'ala. Ukiona jambo la sheria zinaendana na matakwa yako ndio unatekeleza, na katika hilo ukaonekana ni mstari wa mbele kweli kweli kwa utekelezaji, mpaka watu wakaona kwamba hakuna mwingine mtekelezaji bali ni wewe katika hilo, kumbe ni jambo linaendana na matakwa yako unavyotaka. Wa in khalafa, na sheria ikitofautiana na matakwa yako, basi wewe unakuwa na uzito katika utekelezaji, haufanyi tena kwa sababu hilo haliendani na wewe. Uislamu hauko hivyo. Alwajib an yakuna alhawa tab'an lid-din, wajibu yawe matamanio yafuate dini. Salimu amri katika matakwa yako na mapendekezo yako na maisha yako, yale unavyoyatamani yapime kwa sheria za dini. Katika hili utakuta kuna mapungufu makubwa sana katika baadhi ya waumini, kuchagua yale ambayo yanaonekana kwa wao ni mepesi katika maisha yao na yanayofikiana na matamanio yao, na kuyaacha yale ambayo hayafungamani na matamanio yao. Katika sampuli ya maisha haya, muumini utamkuta akiishi katika sampuli tofauti tofauti. Katika baadhi ya wakati utamuona hayuko vile alivyokuwa jana na juzi au katika mwezi uliopita. Vile ulivyozoea kumuona wakati fulani ukamkuta tofauti na vile ulivyomkuta wakati huo, kwa sababu yuko katika wakati ambao matamanio hayaendani na vile anavyotaka yeye. Kwa yeye anatanguliza matamanio, anatanguliza matakwa yake. Uislamu hauko hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka sisi tufuate sheria za dini zote kama ilivyokuja. Hata kama kuna baadhi ya wakati sheria itatofautiana na matakwa yako, tanguliza sheria. Hata vile unavyotaka wewe, sheria ndio itakayokupeleka mahala pazuri, ndio itakayokupeleka wewe mahala pa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata kama utaona kuna wakati mambo yanakubana katika baadhi ya mambo, lakini maadamu ni sheria, fuata vile sheria inavyotaka, tanguliza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ninayazungumza haya kwa sababu ni hutuba yangu ya mwanzo katika markazi hii na msikiti huu, na naamini kuwa wapo watu wanaishi si mahala hapa tu na maeneo mengine, kuna watu wanaishi hivi, kuchagua yale ya kufuata na kuacha yale ambayo wao hawaoni kuwa ni msingi katika maisha yao. Hili linamgusa kila mmoja katika Uislamu tuliokuwa nao, rijala wa nisaan, wanaume na wanawake. Kuna wakati mwanamke anaiacha dini yake kwa sababu ndoa yake imevunjika. Aliingia katika dini kwa sababu matamanio yake, matakwa yake yalikuwa ni kwa mumewe, na mumewe alikuwa ni salaf, alikuwa ni mtu wa dini. Lakini mambo yamekwenda yamerudi, imefika siku amepewa talaka. Tunaona sampuli ya kina dada waliovua hijabu, waliovua nikabu, waliacha kuswali, waliacha kusoma kwa sababu wametoka kwa mwanaume salafi, kwa sababu wametoka kwa mwanaume ahli sunnati wal jamaa, wakadhani kuwa dini ilikuwa kwake tu. Dini ni maisha yako, dada wa Kiislamu. Na huyu uliyemfuata ni mtu ambaye alikuwa ni msimamizi wakati huo, kwa sababu yeye ni arrijal au rajul, ni mwanaume na ni msimamizi kwako. Amekuondosha katika himaya yake, katika nyumba yake. Hakuondosha dini yako, hakuondosha hisabu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni mtu na utaisaidiwa na utalipwa. Isimamie dini yako, kwa sababu sheria imekutaka wewe uishi katika misingi ya dini popote utakapokuwa. Sheria ilikutaka wewe uvae hijabu katika maisha yako yote, na haukuwa mkataba wa hijabu kwenye ndoa iliyovunjika. Hiyo ndoa ni sehemu ya maisha, imekufa. Simamia dini yako ikiwa wewe ni dada wa Kiislamu. Kadhalika vijana,
wasimamie dini yao popote watakapokuwa, wasiwe mahala wanapojulikana kuwa ni wao, huyu ni fulani kwa sababu yuko hapa kwao, basi akajipamba na dini akaonekana ni salafi kweli kweli. Lakini ukimkuta mitaa mingine na miji mingine akisafiri, utamshangaa kuwa ni huyu kweli au ni mwingine, kana kwamba utajikuta ni mtu labda upo katika ndoto, ninayemuona huyu ni fulani. Sampuli ya maisha kama haya, aya hii tunaiweka mbali sana katika uelewa. Shawahi kumuona kijana mmoja akivuta sigara katika sehemu fulani, tena akatukimbia, tukamkuta mwenzake akatuhadithia kuwa yule ni fulani, na bila shaka amekimbia hapa kwa sababu ameona nyinyi. Kweli kabla zungumza haisha, yule kijana alipiga simu kwa yule mwenzake aliyemwacha, aliyemkimbia bila kumwaga, akamuuliza, mashehe hao wametoka? Mimi nimewakimbia hao. Akatuthibitisha yule bwana, unaona hii simu ya mtu fulani, ni kweli amewakimbia nyinyi, alikuwa akivuta sigara. Ayuhannasu ibadallah, sifa hizi si sifa za masalafi. Salaf popote anapokuwa anatakiwa kuishika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndivyo maagizo yalipokuja. Na al-Imam Saadi rahimahullahu ta'ala akaeleza malala akasema, wa an yaf'ala ma yaqdiru alayhi, na mtu anatakikana ayafanye yale anayoweza, afanye jitihada zake zote, atekeleze yale uwezo wake unapokuja katika kufuata sheria za dini za Allah subhanahu wa ta'ala, min af'ali alkhairi, katika mambo ya khairi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإمام سعد رحمه الله تعالى ameendeleza maneno yake akasema, ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة ترك الشيطان. na ilivyokuwa kuingia katika Uislamu kwa kufuata sheria zote ni jambo lisilowezekana, na wala halileti katika picha kuwa mtu anaweza akaliendea hilo illa bimukhalafati turki shaitan, isipokuwa mtu atafautiane na kujitenga na njia za shetani. Kala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha na nyayo za shetani, kwa sababu haiwezekani wewe kufuata sheria za dini zote mpaka ujitenge na nyayo za kumfuata Ibilisi shetani laanatullahi alayhi. Kama hujaweka azma na hujajiwekea vikwazo vya kuweza kutengana na kumfuata shetani, huwezi kuufuata Uislamu wote. Shetani ndio anayekupeleka wewe katika mipira, shetani ndio anayekupeleka wewe kwa waganga wa kienyeji, akakupambia katika hili utafanikiwa, katika hili mambo yako yataenda sawa, kile kilichokutoka kitarudi, kwa sababu ya uwezo wa mganga fulani, yeye akakupamba katika hilo. Usipoweza kupambana naye na kujitenga njia zake, huwezi kujitenga na kufuata sheria zote za dini. Tunashindwa kwa sababu shetani tumemfanya kuwa ni rafiki sisi, na tunamfanya kuwa ni mtu ni kiumbe ambaye hana vikwazo kutufikia sisi katika maisha haya tunayoishi. Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka tutengane na njia za kumfuata shetani, lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika aya iliyofuata akasema, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atukumul bayyinat, ikiwa mtateleza
baada ya kuwa umekujieni ubainifu, mtu akaafanya mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi fa'lamu fa inna Allah azizun hakim, jueni kwamba Allah ni aziz, Allah ni mwenye kutenza nguvu, Allah ni mwenye kuadhibu. Ukisema aziz, Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni ana uwezo wa kukuadhibu wewe, kwa sababu ashakutahadharisha kutengana na njia za shetani, ashakuamrisha kufuata Uislamu wote. Ukijifanya wewe hamnazo, huelewi, huamiliki, wakati haujakupita, umejiwekea muda wa kuishi, unadhani ujana wako wa maisha 20 25 miaka ulionayo utakupeleka mpaka miaka 70 huko, alafu ukatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umebakiza siku 2 ukajiona ni mjanja. Wapo watu wanaondoka katika maisha haya bila ya kutegemea, wakiwa na ujana huo huo ambao wewe unajigamba nao na kujichukulia bango kwa mimi ni kijana.